Jambo wa Kenya. This is for Kenyans. And maneno hujawahi kusikia kwa lips ya politics yoyote. Ndio leo mimi nakwambia. Maneno ambayo hujawahi kusikia kwa rais yoyote. Ndio leo mimi nakwambia. Sasa na nawaambia Wasomali wenzangu, don't bother yourself kujionyesha kwa wewe you have a right in this Kenya. Don't. Kwa sababu ya nini? Nobody ever cared. Hakuna aliye kujali na hakuna mtu atajali sasa hivi. Hii ni siasa na mdomo za watu. And Wakenya ni kitu ambao hamjui ni hivi. Wasomali mnashindwa na maendeleo, pesa wanatoa wapi? Mbona Wasomali iko hivi? Did you know say hii Northeastern wazee pekee yake ndio wamebaki, wa vijana wako? Did you know say wa Libya wameshikiliwa vijana wa Somali chungu zima? Unajua wanakufanga kwa mabahari au kwa mkono za watu, wanashika wanauliwa. Organs zao watu wana harvest, wanatolewa mafigo. Unajua? Hamjui? Cause hii mali na hii pesa watu wamemaga jasho yao na damu yao, na wamekosa watoto wao wamekosa. Mtoto anaona ako Northeastern amemaliza skuli, hana kazi, maisha pale ni stress, wazazi ni stress. Hakuna mama yake anahangaika hapa, hawezi kusaidia lolote. Anaona bana, wacha nitupe ID niingie Somalia, nikiendanga huyo mpaka Libya, mpaka Amerika na mguu. Ushai kwenda Amerika na mguu Mkenya wao unaongea? Ushai? Hujawahi. So you don't know nothing. Hamjui chochote. Mtoto wa Msomali, wacha nikwambie, mtoto wa Msomali akiona maisha hapa haiwezi, anaenda na mguu mpaka Amerika. With boat. Aende na boat, aende na mguu, aende akicross inch to inch, washikwe na wa Libya. Kuna watu wako Libya by the way wanashikanga wa vijana, wanarecord wakipiga, wakiumiza, wakirekodia video wazazi wao watumani. Na hakuna unaona mzazi ambao anapiga kelele, fulani arudishwe kwa taarifa ya habari au nini. Wanaenda kwa msikiti, wanaenda kwa Wasomali wenzao, wanaenda kila pale, pesa inachangiwa, mtoto anatolewa. Billions of money. Somali kile yako nayo ni unity hivi. Na Wakikuyu wanajua, wengi sasa hiyo ambao wanafanya na Wasomali wanajua, ukikaa na Msomali truthfully and msaidiane kwa kazi, you go far. Unaenda far. Politics chip Msomali hivi, Msomali wangapi wametupa ID na wameingia nchi za wenyewe? You guys not proud? Halima Aden wangapi sasa hivi waliozaliwa hapa Kakuma wa Kenya, wamezaliwa kwa ardhi ya Kenya, sasa hivi wanakuwa kwa US na itani ni mfano senator, governor. You don't have Msoni ni proud, nje mnaona ni Msomali tu. Do you ever ask mtu amezaliwa wapi, ako wapi? Ni Mkenya kama wewe. Lakini kwa vile ni Msomali, you not feel proud, si Mkenya mwingine, si kabila zingine za Kenya, basi kwa vile ni Msomali unaona ni Msomali tu. Ukiona watu wote waliochaguliwa US pale wako wote ni Wasomali na wamezaliwa nchi hii ambao nyinyi mnaona Wasomali hawabelong, ndio wamezaliwa. Do your research before you talk papa. Do your research. Hakuna Msomali yote au mnaita nini leader yote ashaye kuongelea vijana wanamalizwa Libya ambao wametoka nchi hiyo kutafuta maisha mazuri. Wanaenda pale wanatafuta kazi, mtu anaingia shift 4-5 anafanya mpaka saa 8 za usiku, analala 2 hours tu. Anaingia machama, anakusanya hiyo pesa, analeta malaki ya dola nchini, anaregesha, anajenga ile nchi amerejectiwa, ile nchi hawajatambuliwa kwa ameshikwa na wahalifu Libya, ile nchi ambao wamejulikana wanyanyazwa na ID, ile nchi ambao anaita nini education yake pale amefika hakuna mtu amevalue hiyo nchi, ndo anarudisha hiyo pesa na hiyo nchi ndo anajenga, na hiyo nchi ndo mnamnyanyaza naye, mnasema ni Msomali ametoa wapi pesa? Ni Al-Shabaab. Hii pesa unaiona imeinvestiwa hapa, watu wamemaga damu yao. Hii pesa unaona imeinvestiwa nchi hii, Wasomali wanaendeza pesa hivi, kuna watu walikosa kwa vijana wao. Hii nchi unaona inang'ara hivi, kila mtu anasema Wasomali, you don't know pesa imetoka wapi. Msomali anafanya usiku na mchana kazi, day in day out, si mtoto si mzima, bora amefika 18 anafanya kazi.
watoto wadogo wa Somali wana machama. Young age watoto wanafundishwa how to save. Young age wanafundishwa how to do business. Nyinyi mnaona Sli, si mnajua Sli? Mnaona mpaka saa 5 usiku watoto wanafanya kazi, watu wanauza barabarani. You see that? Kwa hivyo usikae kwa nyumba yako unapiga mdomo tu. Wasomali wako na pesa. Hii nchi haitaki cheap politics. Hii nchi inataka tutafute kwa njia yote, tusaidiane na wandugu zenu walioenda kupoteza watoto wao. Mtoto akishikwa pale Libya, nitakana walide wajue waweze kwenda. Sisi tuko na nchi. Imagine skuli ya Fermanjo alikuwa kwenye serikali yake ameachilia watoto maelfu, wengi wao wako wa Kenya, lakini kwa vile wamezaliwa Northeastern nobody cares. Sahi mna attack Ruto kwa vile ameanza kusaidia barabara kujengea ninyo Northeastern. Basi Kenya igawanywe, sisi tutolewe kando, tujitengelezea bendera yetu kisha. Kwa sababu maka 60 bado mkorr Somali mzee. Maka 60 hamfikirii pandio, haina barabara, haina maendeleo, watoto wamehangaika, watoto wamekufa Libya. Pesa imetengelezwa kwa watoto, wameitengeleza na wameleta nchi kuinvest, bado mna mdomo. You guys don't think? Msipige mdomo na cheap politics, please. Hii nchi nataka kuinvestiwa, hii nchi nataka kuinua juu, hii nataka nijulikane after 20 years ni more than Dubai. Mdomo muache, msaidiane kujenga nchi. Sisi mwenye atatusaidia naye tuko naye mpaka kufa. Na Ruto tutakuwa naye mpaka kufa. Hata kama atarudi mara 20 tuko. Bora anatengeleza majukumu yake na anafanya maendeleo, we are there. Support him. Chochote, kwa pesa, kwa nguvu, kwa mali, chochote. We are ready. ID kupewa wa Somali nyinyi mnaona wazito. ID sisi kishinda kutusaidia nchi, kishinda kusaidia kokote. Sisi tunatupanga tunaitia kwa dustbin na tunajipeana kwa nchi nyingine na nchi nyingine ni nchi nyingine, tukiendanga tukatafuta maisha mazuri. Na hiyo bado pesa tunarudisha nchi kwenye nchi. So ID wengi wametupa. Wengi wameitia kwa dustbin ID ambao sasa hivi mnaona ni kitu kikubwa. Watu wameitia kwenye dustbin wakatafuta maisha mazuri na baadaye pesa inarudishwa kwenye nchi na watu wana invest. And that's a bitter truth ambao wa Kenya mjui. Wasomali wametoa wapi pesa? Hebu fikiria dola 200 kwa chama kwa every week, kwa every month. 5 years hiyo pesa inakuwa pesa ngapi? Sina kuja na jenga mimi hapa nyumbani. You the guys don't think. Watu wanaingia machama wanachukua malomo wanakuja kujenga nchi. Nyinyi mdomo tu ndo mko naye. Kile mimi ningeambia ma leaders video yangu naomba mshare. Watoto wenye wananyanyazwa Libya naita nini, ambao watu wanashikwa na kwa Libya wanahangaishwa, wanapigwa, wazazi wao wanarekodiwa videos wakipigwa, ni watoto wa Somali na watoto wa Kenya. 75 of them ni watoto wa Kenya waliozaliwa from Garissa to Mandera. Even Nairobi waliozaliwa. Wa kwangu mimi ni aunti yake amezaliwa hii nchi, amezaliwa Nairobi hii na sasa yako US. Ameenda na mguu. Doto tukimwambia afike salama. Maboti usiku akitembea na mguu mpaka wakafika. So ningeomba serikali isaidie wa vijana wenye wanahangaishwa pale. Along la sio pesa wanakuja kurudisha nchi, wanakuja kujenga na nchi. Mdomo na siasa muache, siasa wakati yake imeisha. It's time for maendeleo. You guys grown up, akili yenu ikuwe mkubwa. Ujinga na muachane naye. Please. Mmeniuzi mimi nikiona watu wa Somali wakitaka kuprove kwa hawa they are Kenyans. Don't prove anything for them. Just watch waongee, you do you. Kile unajua kufanya best. Biashara yako fanya, maendeleo yako fanya. Don't care about people what they say. Na sisi mkia unapiga mdomo tu, tutajenga. Mkua mnapiga mdomo tu, tutainua nchi juu. Mkua mnapiga mdomo tu na bado tutakuja kuwa leader au president ya Kenya. Kwa herini, shukrani. Moyo wangu nyenyekea na kubondeka mbele zako. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya. Moyo wangu nyenyekea na kubondeka mbele zako. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya. Moyo wangu nyenyekea na kubondeka
kubondeka mbele zako. The Lord bless you. The Lord bless you. Niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea. Wakenya wenzangu, tusijaribu kwanza ngora tuwezi maliza. Yaani mnakuja Isili, mnaanza kuna Msomali mmoja na Mbogi mtu wangu. Nawaambia kuna sababu hadi wa sahi nchi yetu tuna amani. Ya pili, hebu tuangalie upande. Huyo dem mwenye anakanyanga hiyo bendera ni Mkenya, na huyo chali mwenye mrekodi pia ni Mkenya. Walifanya ile makosa nyao vijana wawili wa Somali walifanya, tusiwaachilie wala tusiwasahau. Ya tatu, nilikuwa nasikia Nyayo Sunday kuna game. Nilikuwa nasikia fununu wa Kenya wakisema sijui wa Somali wasijaribu kuamka penye umekaa, sijui wa Somali wasianze kufanya hivi. Tafadhali, hii nchi iko na gava na makarao. Wacha tuachie hii kesi sheria. Wacha sheria idili na hao watu. Sisi tuishi kwa amani na upendo. Kuliya shoot qoysma iyo baas difaac guura weerarkana gala giraandhexa baale iyo gees goldhaliyaan shabaaqa gees marin bartaan gaban kayfan oo adag kubadi ka gudbaynin goornaba macallin garashiyo garaad wacan gudoomiye guula idin sii. I will never struggle to prove that I am a Kenyan. I don't have that problem. I don't have identity crisis. I am very proud of Somali and I know who I am. And one reason why I don't want to focus so much on proving myself to other Kenyans is that I know however hard I try or how many times I repeat that I am a Somali Kenyan, I am a Kenyan Somali, they will never buy it. They will always view me as a Somali. They don't want to know where I was born. They just know I am Somali. Second thing they want to know is that I am a Muslim. So I will never ever waste a single minute of my life trying to prove to anyone that I am a Kenyan. My name is Abdiaziz. From my looks, feel free to judge me. You can judge me however you want. Uniite Msomali kutoka Somalia, ama Msomali kutoka Kenya, ama kutoka Zaire, ama Tanzania. I don't really give a damn. And I would want my dear Somalis to also stop over-explaining themselves to anyone, not to the government and not to ordinary wananchi. Somali, nimekuja mbele yenu, naomba msamaha. Tafadhali msinisomee Quran. Tafadhali nawaomba. Nyi wa Kenya tuache ujinga. Wa Somali pia ni wa Kenya, sawa? Hii Kenya ni yetu sisi sisi wote. Kama mnasema wa Somali warudi, Waislamu warudi kwa Somali, pia sisi wengine Wakikuyu warudi kwa Kongo, Wajaluo warudi wapi? Warudi huko hivyo Sudan. Wajaluo walitoka wapi kwanza? Walitoka Sudan. Wajaluo na mnyimu rudi kwenye Sudan. Kila mtu arudi kwao. Kenya ibaki bure. Hakuna vile wa Somali wanafaa wanaenda, wanaleta maendeleo Isli. Wa Somali nimeomba msamaha, sitarudia tena kuwatukana. Nyinyi watu wazuri na muendelee kufanya kazi vizuri, sina maneno na nyinyi. Kenya ni yetu sisi wote. Free Palestine, free Palestine, free Palestine. Wa Somali siku zote na Mungu azidi kuwalinda, mfanye kazi na amani Kenya, hakuna mtu atawasumbua. Mimi kama Ndruli Kimani nimedhibitisha, fanyeni kazi na amani, na ile mambo ya bendera kukanyagwa, hiyo wacha serikali deal nayo. Sisi kama wa Kenya na sisi kama ndongea na Gen Z, day 28 kujeni muone ball, hakuna mtu atawauliza. Mimi kama Ndruli, mimi kama mdogo wa Magunzi, mimi ndo treasurer wa Magunzi, nimekuja mbele yenu. Nimehakikishia usalama itakuwa poa. Kwa hivyo kujeni tarehe 28 muone game, watu waende. Waria, haba abana Kismayo. Hapa si Kismayo. Sidhani kama kuna Mkenya yoyote amewahi chukua the Somali flag akaipiga teke. Just because mume wa wajane aliwapatia
troopers. You answer to him, not the Kenyan flag. Si hata alichora hiyo bendera, okay? Yeah. Heshima ni kitu cha maana bwana, eh? Yeah. It's that short. Wena. Very clear. Yeah. Sasa ngoja uone comment section vile itajaa. Na hii ndio account yao. Mnaweza ichangamkia. What is this that I'm hearing about Somali people, eh? Na watu wetu wa Isli na venye manze tunawapenda juu hizo biashara zao. What is this I'm hearing manze? Ati vijana mechi ya Kenya na Morocco alikuwa na support Morocco juu ya dini. Yaani mnatuchukia to that level. You guys, hakuna mahali kwingine kwa kuenda. Ni South B, South C, Eastleigh. Hakuna mahali kwingine mnaenda. Wacheni kusimp kwa makantri zingine, wacheni kusimp kwa communities haziwataki, wacheni kusimp kwa Waarabu, wacheni kusimp US. Kama anyways. Naona S-class yangu pale nyuma. Kwa majina mimi naitwa Engineer Rashid. Nimezaliwa Garissa. I'm a blogger, TikToker, famous in Garissa. Mimi leo nikikufa. Hakuna mtu mwingine ameniua, ni OCS wa Garissa. OCS wa Garissa anatumiwa mbaya sana. Mtu anatumia mimi najua ni Abubakar Muhammad Khalif. MCA wa Galbet. Mimi nimedhulumiwa ile mbaya sana. Na naambiwa watu wangu leo mimi nikikufa kuna mtu mwingine ameniua. Ni Abubakar Muhammad Khalif na OCS wa Garissa. Kwa sababu kwanza mimi nimepelekwa Antatera. Abubakar Muhammad Khalif alisema mimi ni Al-Shabaab. Mkubwa Antatera aliniambia kwani wewe ni Al-Shabaab? Akajua hiyo kesi ni uongo. Akaniwacha. Nikakaa siku 2. Siku ya 3 nimeitwa DCI. Watu wa DCI walichukua simu yangu na wananiambia kila wakati wananiambia enda omba msamaha kwa Abubakar Muhammad Khalif ndio tukupe simu yako. Almost 3 months simu yangu sijapata. Paka sasa nikienda kwa DCI niseme tafadhali mnipe simu yangu, anasema enda omba msamaha kwa Farhan ama enda omba kwa Abubakar, ndugu Abubakar Muhammad Khalif. Kwani mimi sina haki? Kwani mimi sijazaliwa Kenya? Mimi nataka niongee na mkubwa wa DCI hapa. Nimwambie mimi nadhulumiwa mbaya sana. Abubakar Muhammad Khalif na ndugu yake wameniita nomad. Waliniambia tutakupea simu yako, kuja chukua simu yako. Sasa ile nimefika pale tu. Swali ya kwanza ameniuliza wapi ule jamaa ulikuwa unakampenia yeye ako wapi ya 2027. So ulikuwa na mtu MCA wa Galbet ulikuwa unamkampenia, amekusaidia mambo kama hiyo? Ndio aliniuliza Abubakar Muhammad Khalif na ndugu yake. Sasa mimi nikajam. Sasa ile nimejam nikauliza sumnipe simu yangu mimi niende. Wamesema Rashid, kama hautatukampenia hautapata simu yako. Mimi nimesema hakuna siku nitawakampenia na mkae na hiyo simu yangu na mimi najua simu yangu venye nitapata. Sasa ile nimesema tu hivyo, gari ya patrol ikakuja hapo kunishika mimi, kunipeleka mimi ndani. Akaandika kesi nyingine, Rashid was trying to kill me. Na sasa ile amesema hivyo, kesi alipewa jamaa mwingine wa polisi. Huyo jamaa wa polisi alitoka kwa police station kwenda Nomad, aenda afanye investigation ajue kweli. Sasa ile alifika pale, manager wa Nomad alisema hakuna vita ili happen hapa. Hao watu walikuwa wanaongea
walikuwa wanaulizana mambo ya simu, walikuwa sasa wameshindwa kuelewana, wakatoka wakaenda zao. Na huyu kijana mulienda na yeye. Sasa okay, sasa hii story tunafaa kuulizana ni wale wa Somalia wenye walikanyaga flag yetu ya Kenya, so walishikwa. Kama walishikwa, kitu tunafaa kuulizana ni tuone wanafaa kuhukumiwa kivipi. Yaani wanafaa hivyo ndio kitu mnafaa mwanze kujiuliza sahi, lakini sio kusema wati wa Somalia wote ni wabaya. Hapana, sio wote ni wabaya, ni wenye walitukosea ndio wabaya. How to pick out, una get si ati juu watu wawili walitukosea inamaanisha ni watu wote. Tusibebe ati ni watu wote ndio walitukosea, si ndio? Ama ni aje? Tunafaa tukue na amani tu. Haina haja tuanze kutafuta tena vurugu ni za nini, ni vitu zenye haziwezi zikatusaidia. Unacheki hiyo si fiti. Watu wenye walitukosea ni hao tunafaa kudeal nao. Sasa wamekamatwa, tunafaa kujiuliza wanafaa kuhukumiwa vipi. Wewe kama Mkenya hapo kwa comment section, nataka nione comment zenu hapo kwa comment section. Au tunafaa tutaridhika wakifanyiwa vipi? Hivyo ndio tunasema. So walikanyaga flag yetu ya Kenya, wewe utaridhika wakifanyiwa nini? Wakifanyiwa vipi ndio wewe utaridhika? Ndio tunaona yenyewe hiyo makosa na walikanyaga flag ya Kenya inaendana sasa na match like that. Hivyo sasa nitaka kwa comment section tuende tukisonga, lakini hao Waislamu wengine wachane nao. Hao misioni kama wako na makosa, hao oria wengine mna get poa.